Mama mnaniangusha. Ukipenda boga, kina mama kina mama, ukipenda boga, mbona mwapenda boga tu huwa mlipendi? Mwapenda boga lakini huwa mlipendi. Sijui mmenielewa? Mmenielewa? Kama mmenielewa kheri. Jamani, muda umeenda sana. Nitaongea kidogo ili kusisitiza yale ambayo yameongewa na watoto wetu. Kwanza kabisa, hawa watoto ambao wametukusanya hapa ni neema kwetu. Kuanzia kuwatafuta, mwanzo wa kuwatafuta watoto mpaka kupatikana kwao ni neema tupu, ni raha juu ya raha. Na Mwenyezi Mungu mwingi wa hikma ameweka katika utafutaji wa mtoto kusiwe na dharubu, ili watu wawe na wepesi wa kuwapata watoto. Kwa hiyo hii neema ina mambo mengi mno ya kufurahisha, lakini cha msingi, almalu walbanuna zinatul hayati dunia. Watoto wetu hao ambao Allah ametupa ni pambo la dunia. Kama tulivyoona hapa, watoto wamekuja hapa, tumefurahi, watu wameshereheka, na majumbani vile vile tukirudi tutashereheka nao. Ila katika mambo yote walioyafanya watoto wetu hapa ni mazuri mno, ila moja ni kubwa kuliko. Wameimba wimbo hapa, wanasema I love, I love, I love, I love you mama, nakupenda sana mama yangu, wewe ndiye. Watoto wamenikumbusha mbali sana. Hapa tulipo kuna watu leo tokea asubuhi hata kumpigia simu mama yake hajampigia. Kuna watu wana wiki hata mtu kumpigia simu mama yake hajampigia. Kazi ni kuongea na mashosti tu, ni mashosti kwenda mbele. Watoto wametukumbusha umuhimu wa mama, na wasingejua umuhimu wa mama na wakatukumbusha, ni kwa sababu ya kituo ambacho wameletwa. Ikiwa wameujua wimbo wote ule, ni kwamba wamefundishwa mengi kuhusiana na mama. Kwa hiyo nasema jamani, hiki kituo ni kituo muhimu cha kuwafanya watoto wetu waje watukumbuke baadaye. Leo tunaona, tunasikia katika vyombo vya habari watu wanavyowaua wazazi wao, watu wanavyowakosea heshima wazazi wao, watu wanavyowajibu wazazi wao. Lakini watoto wakipita sehemu kama hizi, watoto watawaheshimu wazazi wao. Nyimbo ambayo wamefundishwa, wameimba kwa hisia kali sana. Mtoto anaimba lakini anamkumbuka mama yake, wengine wanatamani kulia. Na hata wazazi wengine ambao walikuwepo hapa walikuwa na hisia kali sana, wanawakumbuka wazazi wao. Kwa hiyo kutokana na muda, mimi sina mengi ya kuongea, ila waletwe watoto wetu hapa, tuwaleteni watoto wetu hapa. Ni kituo kizuri, kituo ambacho watoto wanapata malezi bora. Viongozi wa serikali, viongozi wa dini, kutwa wanaongea kuhusiana na maadili, mmomonyoko wa maadili. Hivi sasa kuna ushoga, kuna wanawake wenyewe kwa wenyewe, wote ni mmomonyoko wa maadili. Lakini wakija sehemu kama hizi, watoto wanapata maneno ya Allah, wanafundishwa hili ni haram, hili ni halali, lifanye. Ni vituo vizuri. Vituo kama hivi tunatakiwa tuvienzi. Tukiambiwa tutoe michango, basi tutoe. Na maneno ya kwanza aliyozungumza, ukipenda boga penda na ua lake, huwa ni walimu. Tuwe nao karibu walimu wetu, ili watulizane na wafundishe watoto wetu. Watoto hawa Mwenyezi Mungu ametutahadharisha sana na hawa watoto.
kwamba tuzikinge nafsi zetu na tuzikinge nafsi zao na moto. Hatuna sehemu ya kuwakinga hawa watoto na moto zaidi ya kuwaleta katika vituo kama hivi. Na ukizingatia sasa hivi wazazi, mzazi namba moja ni mama. Mzazi namba moja ni mama. Mama akiwa ovyo, watoto watakuwa ovyo. Muda wa kuwalea watoto wetu sisi wazazi hatuna. Mama kutwa yuko kwenye vikoba, mama asubuhi ametoka ameenda kazini, sijui anayewalea watoto ni kina nani. Sasa nafasi ile inayokosekana walete huku wapate mawili matatu, kwa sababu mtoto akiharibika, mtu wa kwanza kuulizwa ni mama. Mmoja mlezi amemwachia mfanyakazi mwenyewe hajui kwa hawa wanapotoka na tabia gani nini, Allahu musta'an. Kwa hiyo angalau tukiwaleta huku watapata mawili matatu. Mfanyakazi uliomwachia mtoto hata akitoa ya kwake huwa kuna wepesi fulani kutokana na maneno aliyopata huku, huenda mtoto asije akayakubali maneno yake ya ovyo ovyo. Kwa hiyo jamani, nasisitiza tuwaleteni watoto wetu katika vituo kama hivi wapate malezi bora, wamjue Mungu wao. Sina mengi ya kuzungumza.